Ujio wa manabii wa uongo si fumbo, bali ni ukweli uliojificha ndani yake. Makala ya leo tutaenda kumwangalia nabii huyu ambaye alikuwa ni nabii samaki na nabii wa uongo. Wengine walipenda kumuita mama muona yote. Katika kila kizazi kuna watu wanaodai kuona zaidi ya macho ya kawaida. Wengine huitwa manabii, wengine huitwa waongo, lakini kabla ya kuhukumu kuna hadithi. Hii ni hadithi ya nabii samaki, mwanamke aliyeitwa na maelfu mama muona yote, anayesemekana kutumia kioo kufichua siri za maisha ya watu. Je, kioo kinaweza kuona mateso ya mwanadamu au kinamwonyesha watu kile wanachotaka kuamini? Patricia alizaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa. Hakuzaliwa akiwa nabii, wala hakujulikana mapema kama mtu wa ajabu. Alikuwa mtoto wa jamii iliyochanganya imani za Kikristo, mila za asili na hofu ya ulimwengu wa roho. Alikuwa akiona wazee wakisimulia kuhusu waganga, manabii wa jadi na watu waliokuwa na jicho la pili. Hadithi hizi zilijikita ndani ya nafsi yake mapema. Watu waliomjua wanasema alipenda kukaa kimya, alitazama sana watu, aliulizwa maswali mazito akiwa na umri mdogo. Alikuwa anahangaika kama mtu anachambua. Ilikuwa inatisha sana. Ndani ya nyumba yao kulikuwa na vioo vya zamani, urithi wa kifamilia. Ndipo simulizi ya kioo ilipoanzia. Patricia alianza kudai kuwa anaota ndoto zisizo za kawaida, ndoto ambazo haziishi usingizini, bali humfuata hata mchana. Aliota watu wakilia, akiona nyuso kwenye maji na kivuli chake kikizungumza kupitia kioo. Kwa wengi hizi ni dalili za msongo wa mawazo, kwa wengine ni mwanzo wa mwito wa kinabii. Alijaribu kupinga, alijaribu kuishi maisha ya kawaida, lakini kila alipokaribia kioo alidai kuona sura za watu wasiomjua. Hapo ndipo alipodai kusikia sauti, waambie kile wanachoficha. Kioo hakikuwa cha thamani, hakikuwa cha dhahabu, kilikuwa cha kawaida, lakini kwa waumini kilibeba mamlaka makubwa. Huduma ilianza polepole, mtu mmoja, kisha wawili, kisha makumi. Patricia alikaa kimya, alitazama kwenye kioo, kisha alianza kuzungumza. Muumini alisema, nina tatizo la tumbo. Nikalia, sikusema kwa mtu yoyote. Wengine walisikia majina yao, historia zao, siri zao. Kadri watu walivyoamini, ndivyo nguvu ya simulizi iliongezeka. Je, alikuwa anasoma nyuso? Alikuwa anatumia taarifa za awali? Au kweli alikuwa anaona kitu ambacho wengine hawaoni? Video zilivuja mtandaoni. Mama muona yote ameniambia kila kitu. Mkutano ikawa mikubwa, sadaka ikaongezeka, hofu za matumaini ikakutana. Watu walipiga magoti mbele ya kioo. Kila imani inapokuwa na mamlaka pia hukua, lakini si wote waliosujudu. Wanasaikolojia walitoa maelezo yao. Hii inaitwa cold reading. Viongozi wa dini waliona kioo si Roho Mtakatifu. Vyombo vya habari vilichunguza. Je, waumini waliandikishwa kabla? Waliojiwa? Majibu hayakuwa wazi, lakini bado watu walirudi. Na kwa nini walirudi? Kwa sababu walihisi kusikiliza. Taswira ya kioo ikitazama kamera. Labda nabii samaki alikuwa nabii, labda alikuwa kioo cha maumivu ya binadamu. Swali ni kama kioo kiliona ukweli? Bali kwa nini watu wanajiitia kuonekana? Una mtazamo gani juu ya makala hii kuhusu nabii samaki? Je, kupitia makala hii na maneno haya, nabii samaki alikuwa ni nabii wa kweli au wa uongo? Hebu niandikie sehemu ya comment ni nini mtazamo wako. Asante sana, hadi wakati mwingine. Usisahau comment na kusubscribe. Asante.